Watazamaji, bado tunaendelea na mjadala kuhusu vijana na uongozi. Na Mary, kabla ya kuchukua pumziko, ulikuwa unaeleza kuhusiana na swala la elimu, ambapo utapata vijana wakiwa na umri wa miaka 18 na 24, wakati sasa wametoka katika shule za sekondari, wameingia kwenye vyuo vikuu. Hapo ndipo wanapofaa kuwa wanajihusisha na kujitokeza kimasomaso kwenye masuala ya siasa, lakini wanajitenga. Naam. Wanataka kujihusisha sana na elimu, ama ni kama jinsi ulivyosema mfumo wenyewe ni kama haukaribishi? Naam. Najiongelea mimi mwenyewe. Ule wakati ambapo nilifika nikawa napigania haki za vijana, ilikuwa kutokana na kujiunga na kundi la vijana linaitwa Activista. Na kama singejiunga na hilo kundi, wakati huo ulikuwa labda chuo kikuu ama ulikuwa shule? Nilikuwa chuo kikuu na nilikuwa miaka 19 20. But ilichukua muda hata nikiwa kwa hilo kundi mimi kusema nitajihusisha na siasa. Na si hata kwenda si kwenda bado ku run for office, ili hata kupiga debe, kujua haki zangu kama kijana na kuangalia siasa in general. So nikiangalia vijana wengi kwa chuo kikuu hawakuwa wanataka anything kufanya na siasa. Lakini utapata ni venye masomo yetu iko, kwa inaonekana inafanywa kukaa siasa ni kama si ya kila mtu, siasa si ya wanadada, siasa wanasiasa watafanya kenye wanataka. So hiyo kidogo inafanya vijana wanasikia ama wanahisi hapa si pahali pangu. Like, and then kitu kingine ilikuja karibu maneno kabisa, na tutaona miaka ya hapa awali, nadhani natumai itafika hapo pale ambapo walitoa uongozi wa university. Nikiingia mwaka wa kwanza tulikuwa tunapigia mpaka raisi wa shule sisi wote, lakini walikuja wakaleta delegate system yenye mnachagua school delegates ambao wanachagua viongozi pale juu. Unapata saizi hata wengi wanasema they are not even interested in politics. Na ukiangalia wale vijana wamejiunga na siasa kutoka shule, hawa ndio vijana wanakuja na kuwa wanasiasa huku nje, because you see that provides a platform. Na hiyo ndo naona hata saizi vijana wengi before the Gen Z protest hawakuwa wanataka kujiunga na siasa, kwa sababu hata huonyeshi umuhimu wa hii siasa. Na kando pia na wale wanafunzi labda walikuwa wenzako, marafiki walipokuwa labda wanakuonesha kwamba Mary, safari ambayo unaianzia sasa si safari ambayo ni nzuri, labda nyumbani wazazi walichukulia vipi? Nilitaka kuenda after nimejiunga na kundi la Activista. Niliona umuhimu wangu hata kujijenga na siasa nikiwa chuo kikuu. Saa hizo sikuwa na pesa. Babangu alikataa kunisupport. Lakini labda alikupatia sababu gani? Aliniambia wachana na siasa. Lakini nikiangalia kwa familia yetu, ninao watu kadhaa ambao walikuwa mbele yangu na walikuwa vijana na walipata the general support from the extended family. But huo wakati sikuenda kwa the extended family, nilienda kwa familia yangu ndogo, nikawaambia naweza taka sana kuingia kwa uongozi. Na wakati huo sikuwa na hela. Niliona pale naweza toa hela ni hapa nyumbani. Pale ambapo niliambiwa haiwezekani, ilibidi kidogo niachane na kuangalia siasa ya shule, lakini bado nilikuwa najihusisha na siasa za nchini, kwa sababu kuna lot of platforms sisi kama vijana ama wananchi tunafaa kuwa. Katiba letu la mwaka la 2010 linatupa sisi nafasi nyingi la kuhusisha na siasa, si kwenda tu kwa debe kuchaguliwa. Kuna public participation. Hizi bills zikitolewa zinataka sisi tuongeze. Sasa hapo ndo niliingia na nikaanza kuweka nguvu zangu nyingi, na nimekuwa nikifanya hivyo. Asante. Pia nataka kumhusisha Tyson, lakini pia tutarejea kwako utuambie ni nini ambacho kilikupa msukumo wa kutaka hata kujihusisha na vuguvugu kama hilo. Ingawa hata mzazi alikwambia kulipa karo ukakuwe mwanasiasa. Alilipa karo uenda ukakuwe
wanafunzi. Haya, Tyson, sasa nikija kwa kama mtaalamu wa masuala ya vijana, ni nini ambacho kinawafanya vijana wengi ni kama waone haya kujihusisha na masuala ya uongozi, masuala haswa ya kisiasa? Wana maelezo ya kutosha, wana uhamasisho unaostahili, haswa pia wale vijana ambao pia wako kule mashinani, kwa sababu utapata wengi ambao wanajitokeza ni wale ambao wako mijini. Je, wale walio kule mashinani hali ikoje? Shukran Agnes. I think tukianzia kwa Mary, changamoto inaanzia mbali, inaanzia kuanzia kwa familia. Familia inakutoa moyo kwamba wewe kama kijana kwanza jihusisha na elimu. Achana na mambo ya uongozi, achana na mambo ya siasa, achana na mambo ya wanaharakati na kadhalika. Kisha inatoka kwa familia, inakuja kwa sehemu zetu, taasisi za elimu. Taasisi zetu za elimu hazipei vijana nafasi ya kujieleza, ya kuendea uongozi na pia ya kupigania haki zao. Tukishatoka katika taasisi za elimu, tukikuja kwa nchi kwa jumla, serikali na mifumo ya uongozi kwa ukubwa haipei nafasi kijana. Unaambiwa kijana ako na nafasi yake kesho, sio leo. So unapata vijana wengi wanajitenga, wanajiweka pembeni, wanasema kama sina nafasi ya uongozi katika jamii, basi wacha ni ngoje wakati wangu ambao utakuja. Lakini jambo moja ambalo ningependa kuangazia, ukiangalia mwamko wa Gen Z hivi karibuni, si waku wish away kwa kimombo, ni vuguvugu ambalo litakuja kubadilisha mfumo na jinsi nchi yetu ambayo inavyoendeshwa, kwa sababu ukiangalia vijana wengi walijitokeza sana kupinga uongozi ambao wanasema huu hautufai. Na kwenda mbele nadhani tuko na taswira mzuri ikikuja kwa uongozi wa vijana. Asante sana, kwa sababu pia kuna mengi ningetaka pia tutazungumzia kuhusiana na ujio wa Gen Z, na iwapo bado mtajitokeza tena ama mlimaliza kile kibarua ambacho mlikuwa nacho wakati huo. Sasa Magufuli, sasa nikija kwako, nyinyi wote wawili, haswa wewe na Mary, mnajitokeza na kuna mahali ambapo mnatarajia kufika, sijui ni wapi, mtatueleza. Ni nini ambacho kilikupatia ule msukumo wa kuweza kujiingiza kwenye masuala ya uongozi? Ile ambayo ilinipatia ile msukumo, unapata ya kwamba ni upendo, uzalendo wa Kenya. Ule upendo ambayo uko nao kwa nchi yako, na vile unaona vile nchi yako inaongozwa, na pia unaweza kulinganisha na nchi zingine ambazo unajua, na unapata ya kwamba kuna uongozi mbovu. Sasa kwa sababu ya hiyo unasema sasa hii ni nini? Tunataka tubadilishe hii nchi. Na utapata ya kwamba katika hii nchi changamoto nyingine ambayo vijana wanapitia ni ya kwamba wale vijana ambayo walichaguliwa pia, wenye ni wabunge, wenye ni MCA, wenye ni governor, hawatoi ile role model. Hawawezi pia hawaendi pia kushika wale vijana wengine wa chini mkono. Hawakui mfano mwema, na hawawezi kushika vijana wengine pia ili waweze kuwainua juu. Mbona hilo? Unapata wako tu peke yao, wanakaa tu peke yao. Hata vile nimekuwa hapa saa hizi, vile nimeingia katika studio, nilikutana na ndugu yangu Tyson, nikauliza Tyson, wewe ni kijana, kwanza nilitaka kuprove kwanza kama yeye ni kijana wa ID, akasema yeye ni kijana wa ID. Yeye si kijana wa sura. Alafu nikamuuliza swali, uko chama gani? Yeye akaniambia ako katika chama ya NAK, na nikamuuliza ako na position gani, akasema tu yeye ni youth. Kwa kupewa position huko, ingawaje nilimwambia akuje katika chama yetu tutaweza mconsider tumpe position, kwa sababu kama tunatafuta uongozi kama vijana, hauwezi tafuta uongozi kama huko kwa political party.
Hata dada yangu Mary anafaa aseme yeye kama yeye yako ODM, kama yeye yako UDA, kama yeye yako Jubilee, kwa sababu utatafuta aje uongozi. Vijana wanafaa jitokeze waingie katika vyama. Wakishaingia katika vyama, sasa tutafute uongozi katika hiyo chama, ndio twende tutafute uongozi Kenya mzima, ndio tubadilishe nchi. Kama vijana hawajitokezi kuingia katika vyama, hiyo tutasema ya kwamba hatutakuwa tunapigania uongozi kubadilisha hii Kenya. Sijui Mary, ndugu yangu Mary Wanjiru, dada yangu Mary Wanjiru nako na chama gani? Yeye tu amesema yeye ni mwanaharakati. Najua ukisema wewe ni mwanaharakati, usaizi zingine wanaweza sema wewe ni broker wa vijana. Lakini unajua pia mwanaharakati yuko katika chama fulani. Utampata yuko kwenye chama fulani, kwa sababu hata kama wewe ni mwanaharakati, uko pia na uhuru kama Mkenya mwingine, bora umefikisha umri wa miaka 18 una kitambulisho. Ndio ninaweza kumwambia uko katika chama gani. Ndio ana chama hata aongei. Labda ni siri yake. Labda hataki kukuambia. Chama ikuangi siri. Hiyo hakuna privacy kukua katika chama. Unatuambia tu uko katika chama gani? Kama mimi niko katika chama cha NRA na mimi ndo katibu mkuu. Wewe uko chama gani? Na hii ni uongozi. Kama tunasema ati tunataka kubadilisha Kenya, nataka uongozi wa kwa vijana. Hata wale ambaye tumekaa hapa, tunafaa pia tukue katika chama, ndio tuonyeshe mfano mzuri kwa wale ambao tunaongelesha huko mashinani. Unasema sisi tunataka kubadilisha Kenya. Mimi naamini katika ideology ya hii chama. Kama kijana, ni vijana wanaona wewe ni role model. Kini hii mambo ya kukaa una chama, hii hapana. Asante sana kwa hilo. Mary, pia hapa kwa usajili kwenye kuwa wapiga kura pia tutaweza pia tunaangalia, kwa sababu vijana mara nyingi wanalalamika, lakini ukiwauliza iwapo wamejisajili kupiga kura hawako kwenye orodha ya sajili. Je, Mary, ni nini ambacho kilikuvutia na ukaona kwamba kando na elimu ambayo nimepata chuoni, nataka kujihusisha pia na masuala mengine ya siasa na uongozi? Ni pale tu kundi ambalo la Activista, tulikuwa tunapata masomo tofauti, na moja ilikuwa jinsi ambavyo unaweza jihusisha na sauti lako kama kijana. Your voice matters. Hapo ndio ilituma kidogo nitake kujihusisha, na bado kujua hata kama sikuwa nimepata kazi, nikinunua kiberiti kuna pesa ambazo zinaenda kwa serikali. Nikinunua sukari, kuna mkato ambao unaenda kwa serikali, na huu mkato nisipofuata kwenye unaenda, huu mkato ndo utaenda uwekwe kwa barabara, uweke kwa hospitali, uwekwe wapi. Nisipofuatilia kwenye hizi pesa, zinasema watu wengi kusema hiyo pesa si ya mama yake ama si ya mama yangu, lakini mimi nilikuja nikatambua hii pesa ni yangu. Hata nikinunua mkate iko tax. Nikinunua anything, kuna zile vitu zinataxiwa, na hii pesa ndo inakusanywa inaturudia sisi. So sauti langu kutokana na katiba ya 2010 ilinipa mimi kama mwananchi wa Kenya nafasi ya kuuliza swali, pesa zangu zinatumika aje, na bado ikanipa mimi nafasi ya kusema naweza taka pesa zangu zitumike hivi na hivi. Mimi mwenyewe sijaenda nchi nyingi, nimeenda tu Uganda peke yake. Na ni hapo tu kidogo nilikuwa naona Kenya. Lakini bado una muda. Lakini nina marafiki wengi ambao wamezunguka nchi zote dunia, na wengi wanasemanga hakuna kuzuri kama Kenya. Kidogo hata ikakatisha ule mori wa mimi kutoka kwetu. Mimi ndo wa kwanza kupata degree kwa kina babangu. So nilikuwa na zile naweza taka kwenda Amerika, naweza taka Canada, naweza taka kwenda wapi. Lakini after kuongea na watu wengi ambao wametoka, wanasema as much as uko services ni mzuri, Kenya bado ni kuzuri. Nikasema wacha nijenge nyumbani. Na naweza jenga wapi? Kujihusisha. Na si lazima nichaguliwe ndio nihusishwe. Naweza enda pale ambapo bills fulani zinatengezwa, naenda nasema hapana, hatutaki hii. Na nimekuwa hapo mbele. Mimi sikusema natumanga watu wengine. Mimi nakuanga pale mpaka ambapo Embakasi North
hawatakangi kuna maharakati atakangi kuniona cause anajua nikiongea naenda kuharibu maneno, lakini si kuharibu maneno. Unaharibu maneno ama unasema jinsi ni kusema jinsi ilivyo na bado kuangalia zile vitu sisi kama wananchi tunataka. So ni ile tu nilitaka kutengeneza hapa, kwa sababu ukiangalia saizi watu wengi, ukiongea na vijana wengi wanasema yakipata ruhusa nafasi anaenda atafute ajenge arudi, lakini unashangaa utarudi ujenge wapi kama tutapata kumeharibika kwote. Na tena venye ndugu yangu amesema ni vizuri sisi kama vijana kujipeleka hapo nje na kuonyeshana watu tunaweza ongoza, lakini swali ni Mkenya wa kawaida atatuitikisha. Kuna kitu watu wanasemanga, mimi nimetoka Dandora na wanasemanga kiongozi huyo ako ground ni kusema mfuko unafika pale chini. Natumai tukiendelea hapa mbele tutaacha kuangalia viongozi kulingana na ule mfuko ambao wako nao. Tuangalie viongozi, tunajua kama ni MCA, kazi ya MCA ni gani. Kwa sababu kama saa hizi hii kaunti yetu tu ya Nairobi tunatumia fedha nyingi kulisha wanafunzi. Sikatai, ni jambo nzuri, lakini ukiangalia hiyo si kazi ya kaunti. Lakini unani inafanya jambo nzuri. Hiyo inamaanisha kuna pahali hapa juu mambo hayaendelei vizuri. So ni sisi, hata before sisi wote hatuwezi toshea kwa bunge, lakini wengi tunaweza kuwa time ya public participation tunatokea tunasema sisi hizi ndio vitu tunataka. So hiyo tu kuangalia Kenya iwe nzuri na kutengeneza Kenya ili si kila mtu anaweza toka Kenya, ili hata wale ambao wako hapa Kenya wapate good services. Yes. Asante sana kwa kweli, umefanya kazi yako vizuri na utafiti, na kwa kweli uendelea vivyo hivyo, kwa sababu jinsi unavyofahamu mengi kuhusiana hata na sheria na sera za nchi, hivyo ndivyo utakapojua pia haki zako wewe kama kijana na pia za yule mwananchi mwingine zimefikia wapi na zinafaa kuwa pia ni haki zipi. Tyson, sasa nikigeuka kwako, Amemba anasema kwamba alikufanyisha mtihani kidogo. Alikuuliza kama uko kwenye chama, hata akakwambia useme ni chama kipi na iwapo uko na nafasi, ukasema kwamba wewe ni kijana. Akakwambia kwamba usikuwe tu kijana tu kwenye chama, lakini nafasi ambazo pia ziko kwenye vyama vijana wote watatoshea. Kwa hivyo sasa ni wakati pia kijana anapotaka kujiunga na chama fulani angalie nini? Shukran. I think kikuja kwa vyama kuna nafasi kubwa, si tu sijui kama Magufuli atatuambia structure ama mfumo wa uongozi kwa chama chao unakaa vipi. Mara nyingi utapata vyama zinatenga tu sehemu ya youth league katika uongozi, alafu hii inakuwa ni kama tu ile ya kusema rubber stamping uongozi wa chama. Wakati ambao tupo sasa hivi, vyama lazima ziangalie vile vijana wanajipanga. Sasa hivi vijana wengi wamekataa kuwa ile inaitwa rubber stamp, kukua tu pale ambapo wanaambiwa kujeni, tuko na harakati za chama, mkuje mfanye endorsement. Ikikuja kwa chama kuna sehemu kubwa, hata ikikuja kwa chairmanship, secretary, treasury and so on. Natamani kuona kwa mfano chama cha kina Magufuli kikipea nafasi kuu za uongozi kwa vijana, kwa sababu ukiangalia vile nchi yetu inaelekea, uongozi ambao utakuwa uongozi wa vijana, na itakuwa changamoto sana kwa chama chochote nchini kufikiria kwamba vijana watakuchukua uongozi hizi miaka ambazo tunaelekea. Kando na sehemu za uongozi wa vyama, kuna uongozi katika sehemu kubwa sana nchini. Ikikuja hata kwa sehemu za appointiwa ama kupewa kazi katika serikali, ni aibu kubwa kuona kwamba serikali yetu ya sasa haijapea vijana kipaumbele ikikuja kwa nyadhifa za uongozi. Kibinafsi nilikuwa natarajia kwa mfano ikikuja kwa wizara ya vijana,
itaongozwa na vijana, mtu ambaye anaelewa vijana wanataka nini, vijana changamoto zao ni nini, na awapee nafasi. Kando na hizo nyadhifa za kupewa, kuna pia mabodi, kuna mashule ambazo zinahitaji vijana kujihusisha katika kuketi katika hizo bodi ili kusaidia kumeka zile zinaitwa decisions. Kando na hapo kuna hizi taasisi za serikali, kwa kimombo zinaitwa parastatals. Kiongozi ambaye anajali maslahi na maono ya vijana, itakuwa vizuri awahusishe katika hizo sehemu za uongozi. Hilo alifanyike kwa sasa, na natumai kwamba rais wetu baada ya kuona nguvu na uwezo wa vijana atakaa chini afikirie jinsi atahusisha vijana katika hizo sehemu zote za uongozi. Naam. Asante sana. Pia katika swala la usajili wa vijana, kwa sababu mara nyingi utapata vijana pia wamelaumiwa, hawajitokezi kupiga kura, ni kwa sababu pia hawako kwenye hata orodha ya sajili ya wapiga kura. Wakati vijana wanapanga kujihusisha na mrengo fulani wa kisiasa, chama fulani, ni kipi wanafaa kukiangalia Magufuli? Kwa sababu utapata kuna baadhi ya vyama ambao kuna mrengo tofauti fulani wanajihusisha nao kutokana hata na umaarufu, lakini hawasaidiki na umaarufu. Ni kipi ambacho vijana wanafaa kukiangalia wakati wanapotaka kujihusisha na chama fulani ama na mrengo fulani wa kisiasa? Agnes, naweza sema ya kwamba vile hii Kenya iko, wale wanasiasa na wale mabwenyenye hawezi kukubali vijana wakakuja pamoja, kwa sababu wanajua vijana sisi tuko wengi kabisa. 70% ya wapiga kura ni vijana, na utapata ya kwamba katika usajili wapiga kura, umeona juzi Kenya wameweka ati kupata kitambulisho lazima ulipe shilingi 1,000. Kitambulisho inafaa ikuwe free. Mkenya anafaa pate kitambulisho free. So unapata vitu kama hizo ni vitu ambayo state imeweka ili kufanya moderation, kusikuwe na wapiga kura wengi Kenya ambao ni vijana, sababu wanajua ya kwamba kijana kupata 1,000 pale mashinani usifikirie ni rahisi kabisa. Ni ngumu kabisa. Ndio maana unapata ikifika wakati wa kupiga kura, wanasiasa wanakuja kununua mwananchi na shilingi 100, hata hawamnunua hiyo 1,000. Sasa hii inamaanisha 1,000 kupata ni shida, ni ngumu kabisa. So serikali inafaa itoe hiyo mambo ya kuandikisha ID ya shilingi 1,000, kwa sababu hiyo wakiweka watu ambao wanakuwa affected ni sisi vijana. Lakini hata kando ya ada hii kuwekwa, pia awali vijana hawakuwa pia wanajisajili. Hata wakichukua kitambulisho, unapata kwamba vitambulisho viko kwenye ofisi ya chifu ama kwenye wizara ya uhamiaji, havijachukuliwa. Mbona? Hiyo ni kwa sababu awali vijana hawakuwa wanaona maana hiyo kitambulisho ni nini. Unajua hata nikichukua kitambulisho, kama mimi nikienda kutafuta kazi mahali, siwezi nikapata. Kuna wale vijana wanachukua vitambulisho haraka ili waende wapate kazi mahali, lakini utapata kitambulisho hiyo mtu haina kazi yoyote, na kiangalia hata uongozi yenye iko hayuko motivated kwenda kujiandikisha kura, kwenda kupiga kura. Lakini juzi umeona vijana wa Gen Z wameamka, na nataka kukuambia hata leo serikali ingekuwa imeweka IEBC, nataka kukuambia tungekuwa tumesha recall wabunge wengine wenye tunaona hawafanyi kazi katika serikali. Na pia tunataka nchi hii jinsi walisema ya kwamba vilema walipewa asilimia fulani katika appointment, napata vilema wanasema 5% katika any appointment ikuwe watu wa vilema. Na sisi pia tunasema vijana tupewe asilimia fulani katika appointment, kama ni 30%, kama ni 40%, ikuwe very clear. Wale wabunge ambayo wanakaa bunge waende wapitishe hiyo sheria ya kusema ya kwamba appointment 30% vijana. Tukienda katika mawaziri ni 22-23, au mawaziri
percentage yetu kama ni 40%, tuangalie ni waziri gani ni kijana. Tusiangalie tu waziri ya youth peke yake, na huyo waziri wa vijana hata hapewangi kijana. Pia tuweze kuweka sheria katika katiba ya kusema ya kwamba kabla ukue waziri wa vijana lazima uangalie wewe ni kijana ndio ukue waziri. Unajua waliweka tu wanasema kutakuwa na Ministry of Youth, lakini hawakuweka specific. Wakasema huyu Ministry of Youth anafaa deal na mambo ya vijana. Na percentage pia fulani ya waziri kama ni treasury tupewe. Kama ni kwa sababu tukifanya hivyo hawa vijana wengi ambao hawana kazi, asilimia mingi pia watapata kazi. Vijana niliongea nao mashinani, vijana hawataki kwenda huko ugaibuni kwenda kuosha choo na kwenda kuosha wale wa mama ambao ni wazee. Vijana wanasema sisi hatutaki kwenda hiyo. Vijana wanataka waundiwe hapa mafactory. Vijana wanataka kazi wafanye hapa Kenya. Mimi sikuenda university niende nisome alafu nitoke hapa serikali inaniambia ati niende huko Uarabuni kwenda kuosha choo. Kama ni hivyo kazi zenye wanaenda ni hizo ndo kazi zenye wanaenda huko kuosha choo, wanaenda huko kuosha huko Amerika kuosha wamama ambao na wazee ambao wako nafasi pia za kule nje. Kuna nafasi ambazo pia ni nadhifu, sio zote ambazo hizo ndo nafasi mingi, hizo ndo nafasi mingi ambayo wanaenda huko Agnes. Sasa tunataka hao wabunge ambaye wanatuambia kila saa katika matanga ati wameweka kazi za kwenda ugaibuni wapeleke watoto wao. Sisi tunataka watuundie kazi zetu hapa Kenya. Mashini ya Mumias ilianguka, waende waamushe mashini ya Mumias watu wapate kazi. Kuna factory ambayo pia zinaanguka, waende waamushe hizo factory, waweze kuamusha uchumi ya Kenya ili Mkenya wa kawaida aweze kufanya biashara. Na wale vijana ambao hawawezi enda kuandikwa wanaweza kafanya biashara. Unapata ya kwamba hii Kenya venye iko, mtu hawezi tu fanya biashara kwa tajiri kijana. Utapata hata vijana wenye ni tajiri, utapata labda kijana ako na mbinu nyingine, ameingia katika siasa, ameiba huko, amefanya wash, amepata pesa, lakini hakuna kijana ambaye anakuambia kwamba mimi nimeenda katika biashara na nikafanya biashara na nikakuwa mtu mkubwa na saizi niko na pesa kabisa. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu inji hii venye iko environment haialau mtu tu, wewe hauwezi tu Agnes kwenda kuanzisha tu biashara hata ya nyanya na vitunguu na uendelee hadi ukue na supermarket. Inji kila mahali taxi, kila mahali environment ni mbaya kabisa. Haya, shikilia hapo Mary pia na pamoja na Tyson utakuwa na wahusisha madai ambayo pia ametoa ni ya kweli, ndivyo jinsi hali halisi ilivyo ama hali ni tofauti. Mtazamaji, kufikia hapa nachukua pumziko lingine fupi mno, baadaye nitarejea na kuendelea na sehemu ya 3 ya mjadala.